usikae hapa. Nimekata nani na nimemkata mbaya. This is spectacular. Yeah. Lakini anajua, afikiria, akasema watoto ni ndugu, hii kitu kwangu itakuwa aje? Yaani akawa amechanganyikiwa. Akafikiria tuende tujifiche kwa sister ya mamaki. So nikaona majaji ametoa miwani. Hakuamini. Akaweka chini. Then hawa nini lawyers wote wakasema. Hello and praise God. Welcome back to Bethel Clouds TV. My name is Shiko Gitao, and kama kawaida we are here to bring you amazing guests with amazing testimonies. Na hivi leo we have a Pastor Amos Otieno. Kama kawaida safari pale hivyo mwanzo lazima tuna magumu, lakini mwishowe kuna ushindi. Pastor Amos, karibu sana. Asante sana. Unaendeleaje? Yes. All right. Now maybe kwa yule anakutazama mara ya kwanza unaweza mwambia jina lako? Okay, kwa majina naitwa Amos Otieno. Ukisikia jina yeye ni mtu wa Nyanza. So mimi natoka sehemu ya Homa Bay, mali naitwa Oyugis. Na huko ndio nimesomea, huko ndio sasa mahali nimekuwa mpaka nikafika mzima. Yeah. Na hivi labda kwenye safari yako umeniambia kwamba off camera umeniambia kwamba kuna mahali labda tuseme tu utukutu ulianza. Hebu tuambie ilianza wapi? Okay, utukutu ikiwa imeanza naweza sema ya kwamba hiyo inaletwa na ujanja ya mtu. Ujanja. So nilikuwa mjanja kwa maana mama kwa upande wake responsibilities siwezi sema kwa anafanya, nilikuwa akifanya. Ni ile tu mtoto na mzazi. By the way, kama hujawahi jua, mzazi ajuangi mtoto. Mzazi ajuangi mtoto. So mamangu angejua vizuri vile mimi nilijijua. Unajua kuna vile umejijua. Kuna vile nimejijua. So nilikuwa tu yule mtu mama nimemheshimu. Akiniambia ananichapa na kubali. Nikifanya kosa na kubali kuadhibiwa. Lakini kule nje mtu tofauti. Huwezi nigusa. Nilikuwa mdogo sana, huwezi nigusa. Na maisha ikaenda hivyo. Nikaenda primary. Kwa ninasikia tu ati nikienda shule ninabeba rungu, napatikana na ile kiboko ya chief. Ile ya ushago, juu kama umeiona, ile ya hippopotamus. Hiyo brown nilikuwa nayo in class 4. Hivi ulikuwa unabeba kufanya nini kwanza? Okay, sijui. Okay, ni ile tu ilikuwa tu saa zile lunch imefika. Najua ni saa 6:40 tumetoka. Nikitoka shule lazima tuchapane. Na kuna tu unajua shule inakuanga na gate. Wengine anaenda hivi, wengine hivi. Sasa wenye waendi pande yetu lazima tuwakimbize. Endeni nini leo tumewashinda leo. Yaani juu tulicheza mpira kama timu. Sasa leo tumewafunga ama mmetufunga. Iwe umetufunga ama tumewafunga, tutawachapa. Na asua kiongozi ni mimi. Hivi labda wakati mnawachapa mko na any intentions labda ya kuchukua kitu kutoka kwao ama ni ile tu rivalry tu? Obvious, tunataka ufike nyumbani bila kuiatu mzazi ya kuchapa. Ndio kesho hata utakajua kama utakuwa kwa upande wa kufunga au utakubali kufunga. Kwa maana kuna vile tumesaa kuzuia. So mambo ilianza, unaona ni mbali sana. Na ningejua kudeal nayo ningedeal nayo. Lakini ujanja. Kuna wakati mtu aliniambia too much of funniness lead to a funeral. Too much of funniness, yani uko too much. Hata maandiko unasikia anasema inakataa mambo na kuwa too much. Hata kulewa unaambiwa usilewe too much. Ikisha kuwa too much inazidi. Sasa hiyo too much yangu ndio maana leo tumekuwa na hii testimony tuko hapa. Sasa zingine hiyo too much ingefanya pia hatungeonana. Yeah. So hii yote iliendelea hadi ukamaliza primary school? Nikamaliza, nikajoin shule hapo. High school? Yeah. Nikijoin shule, saa high school ndio mambo sasa. Yani graduation ya utukutu iko kwa levels. Ukaingia level lingine. Level kali sana. Unajua ukiwa wakati ulijoin high school ulisfeel aje? Of course kuna ile unasikia wewe ni mtu mzima sasa. Kuna vile unaona ukijikamba kidogo, si ndio? So yangu ilikuwa hivyo. Nimejua leo nimeingia. Unajua nimetoka kwa short, nimeingia kwa trouser.
kwanza mimi ni mkubwa. Hata walimu wenye wananiongelesha hakuna Kiswahili, ni Kizungu. So mi pia nimegraduate huko ni Kizungu. Nimekuwa so nikaanza kusumbua. Hapo nimeanza kusumbua juu hawa wanyuma watu, ama uko form 4 haungeniambia kwamba ati uko juu yangu. Tuko high school, jina ni high school. Hauwezi niambia uko form 4. So I think kuna head counselor nilimpea kazi ngumu sana. Akiwa anapanga mwingine mwenye najua leo ndiye nani amepangwa kwa duty, najua sitafanya chochote na nitachelewa. Najua nikupalilia miti ya shule, simewahi fanya hiyo. Mimi nimefanya mingi. Nachukua nyasi na naweka juu ya hiyo miti round na mchanga na umwaga. Utapata yangu imepaliliwa zaidi. Lakini ukitoa hiyo mchanga na utapata nyasi iko juu. Toa nyasi sasa unapata hapa hata kuna hata kitu imeingia. Na tena anajua. Alikuwa anajua anaweza kuja kuangalia, lakini anasema huyu mtu ako form 4, form 1. Lakini kitu yake ni ngumu sana. Ukija hata siwezi kuenda kuangalia. Natuma mwingine. Hebu Abuogo, kuna Ayanga alikuwa form 3. Hebu endo angalia kama huyu form 1 amemaliza huko nini yake punishment. Kumaanisha watu pale hivyo shule ilifika mahali hadi wanakuogopa. Form 4 ameanza kuniogopa nikuwa form 1. Na si ati nimewahi mfanyia chochote. La, hapana. Ni ile tu anaonanga vituko zangu inazidi too much ile tunaongea. In fact topic ni kama too much. So ikawa high school nikajaribu vizuri. By the way sikumaliza masomo. What happened? Nilifanya nikiwa sasa gerezani. Shule sikumaliza kusoma. Kwa hivyo pale hivyo high school uliingia mambo imeharibika form 3. Form 3. Yeah. Ikiwa sasa tumebaki na I think ni 2 weeks na to join form 4. Yani tumeshafanya mtihani. Sasa watu wanafungua. In fact nilianza form 4 for 2 weeks. Sasa ile ya kuregister sio kufungua, kuregister kwa candidate. Sasa hapo ndio mambo ikasumbua. Lakini ni kama hiyo kama sio form 4. Yeah. Labda before now we get to mali mambo yalikuwa even worse. This whole time umeniambia primary school umesumbua, high school umesumbua. Pale hivyo nyumbani mzazi alikuja kujua the real you. Nimekuambia huko nyumbani. Mimi ni a church going, naenda church. Natumikia Mungu. I was an SDA. Nafanya kila kitu church. In fact kuna kuenda church na kuna kuokoka na kuna kutumikia Mungu. True. Unaweza okoka na pia utumikii Mungu. Na unaweza okoka na pia uabudu Mungu. Unajua kuna kutumika na kuna kuabudu. So huko church mimi nilikuwa tu wa kuenda. Yeah. Kwa hivyo pale hivyo form 4, 2 weeks into form 4 registration pekee. Nini ilifanyika ukajipata gerezani? Ati gerezani. Nakwambia 2 weeks to registration. Mambo ikawa yani ile tumachi ikaongezeka. Kuna kitu nilipenda sana na hapo. Okay, tulikuwa hata nikiwa high school. Umeniuliza huko nje, watu walikuwa huko nje tumesumbua. Tumesumbua sana huko nje mambo na disco matanga. Nikienda disco matanga nasumbua. Nikienda kwa any festival nasumbua. So mambo zangu zote ni usiku. Ndio maana nakwambia kuna mzazi anajua mtoto. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambazo ulikuwa unafanya, hata some of the things ulikuwa unafanya kusumbua ni kuiba, kuchapa watu. Yangu ilikuwa tu ni kusumbua. Yani unapata nimelewa kiasi, nimevuta kiasi. Sasa ni hivyo. Naamuka usiku. Najua okay, mimi nilikuwa na drive sana ni wanawake. Nikisikia mahali kuna wanawake na wanapatikana usiku. Unajua mtu mwenye amekuja usiku pia amejiami. Mwanamke akikuja mahali usiku yeye anakuja kufanya nini? Sisi pia anataka mtu. So mimi pia naenda huko usiku. Najua nitapatana na kichwa kama yangu. So imefanya tukaenda disco matanga. Na kwa disco matanga mambo ikawa mbaya. Kuna rafiki yangu sana naweza sema ni sana. In fact ijapokuwa ni marehemu na msalute, alikuwa rafiki yangu sana. Na siku feel vizuri wakati nilisikia amepass. Na sikujua na sikuamini.
na nende nimeamini after wokovu sasa ndio nikaamini yenyewe ile yote ilitendeka ili nipate kujua Yesu. Huyu ndiye alikuwa akininyoa. Si kuna timu za mpira unajua, Arsenal, Chelsea, Liverpool wote. Mimi nilikuwa fan wa Chelsea sana. Siku hizi sijui mambo na mpira. I'm sorry. Wacha nikuwe mshamba kidogo, nimekosa kujua mambo na mpira. Lakini kitambo ungeniuliza story ya Drogba, kila kitu najua. Ningejua. So ikawa huyu alikuwa ananinyoa na ananiwekea badge ya Chelsea hapa utosi. So tulikuwa marafiki. Lakini hiyo siku ile mambo na skirt. Na hiyo kitu bado inasumbua watu hadi leo. Hiyo skirt inasumbua wanaume. Unajua okay, huwa siongei ya kwamba nakwambia story yangu, nakwambia nisaidie mwingine hapa. Kwa maana vijana wako wengi, unajua anaona wameenda kule kuinua chuma, wako na mazo, wako na ile smartphone sasa kila mtu wako nayo, wako na hizo earphone, anaona amefika ako sawa na jeans mpya. Sasa mwanaume utamwambia nini? Lakini mimi ninakwambia hii skirt ni hatari. Ni hatari. Kwa maana haingekuwa hiyo hata saa nyingine tungefika gerezani. Chenye ilifanya urafiki yangu akafa ni mambo na skirt. Tumetoka mahali vizuri na yeye akasema Amos, mambo poa. Unaona dada tuko naye hapa. Akamwambia hata namuona lakini simjui. Akaniambia huyu toka naye mahali fulani though nataka sasa asindikizwe kwao. Unajua ni usiku tumetoka disco matanga. Yeah. Na nimejiami na hakuna mwenye anajua. Mimi nilikuwa najiami, nilikuwa naweza hata kupata bunduki. Kwa maana nilikuwa na timu kichwa. Ile mwenye unasema ni rasta uweze tembea nayo. Huyo ndio rafiki yangu. Kichini ya maji hautajua. Yeah. Kwa hivyo ulikuwa yes. Ulikuwa na bunduki hiyo wakati? Nilikuwa nasema nilikuwa naweza kuwa nayo. Nimewahi kuwa nayo. Yeah, nilikuwa kuna wakati na hiyo siku ni bahati sana. Sikukuwa na chochote. Nilikuwa tu na niseme ni fimbo. Sikukuwa na chochote. Lakini ikawa sasa huyu analazimisha. Kuna team, okay, kuna ndugu yangu pia mwokofu. Nashukuru Mungu kwa maana damu ya Yesu alimuokoa na akamweka huru na sasa ni mchungaji kama mimi. Anaitwa Brother Victor. Victor ndio tulikuwa naye kwa hii jangwa yote. Chenye ilinipeleka gerezani ama ndugu mwenye tumeshare na yeye pingu moja hivi ni Victor. Victor siwezi sema ya kwamba alikuwa mtu mzuri kwa maana historia yake ni kama yangu, but ni ile tu yao ni ile damu inadai. Nasema hivyo. Kwa hivyo turudi tu kidogo kwa huyu rafiki yako ambaye aliweza kupoteza maisha. On this specific night labda nini ili happen ama? Okay, ndio maana nimekuletea Victor. So Victor akaniambia kwani huyu rafiki hata kama ni rafiki yako kwani amefika aje anatulazimisha ya kwamba tukae chini huyu asindikize. Na huyu unajua sisi tuko high school. Na huyu mwenye anatulazimisha hata ni class 8 yote unajua by that early year tunapata alikuwa mtu mkubwa lakini alidelay ile Sololana. So akawa yeye pia anaona tu kwa umri ni kama tunatoshana nini. So akalazimisha tukae chini mpaka sasa katang wild. Na kwamba mimi siwezi kumwambia chochote. Amos, kaa chini. Huyu mdem asindikizwe, hamtatembea na dem pamoja. So na wewe unajua vile kichwa ni ngumu lakini rafiki mimi nikaanza kukaa chini kucheka ile ya kufurahia kasema ni leo umenichekesha aje nini. So yeye kumbe ameona kivyake nimenyenyekea, nimetii. Lakini ndugu yangu Victor akamuita akamwambia brother, hii kitu unafanya hata saa 4 saa 9 inaelekea saa 10 inaonekana ni raping case. Kwa maana unalazimisha msichana wenyewe, labda pia unatupea pressure tukaende msindikize. Kwa hivyo hapa kumsindikiza si chenye tunafikiria eti kumpeleka nyumbani ama nini. Ni anataka alale na yeye. No, anamsindikiza. Sasa si yeye. Yeye pia kuna group, tulikuwa group marafiki. Tumetoka kwa disco matanga. Sasa yeye anaamrisha hivi kwa msindikiza. Are you getting me?
Like wampeleke nyumbani. Kwa watu kuwa mbali ni mali inaonekana. Lakini sasa mindset, mentality ya mtu inamwambia ya kwamba huyu hawa wawili. Yes, Amos ni my friend. Huyu mwenye anatembea Amos pia namjua kidogo. But naweza unajua dem wako unataka kumuonyesha ile heshima hiyo iko. Unataka kumuonyesha vile wewe ni mwanaume. So akawa sasa hapo ndio anataka show interest ya kwamba amependa msichana. So kila mtu akae. Msichana asindikizwe. Afike kwao si mbali. Ni hapo tu. Ili nirudi ndio safari watu waanze pamoja. Lakini sasa Victor ameingia kama advice. Ndugu yangu, hicho ndio unafanya kulazimisha kwamba tukae chini. Imagine dem hata kama inaonekana ni replicate. Hapo ndipo shetani akapata mianya. Sijui ni mianya ama sijui ni mlango wala dirisha. Ikawa sasa mambo ikuwa mbaya. Akasema, wewe unaniambia hivyo Victor, nimewahi rape mama yako, nimewahi rape sister yako. So mimi nikiwa unajua mimi nimekaa hapa nimecheka. Na kidogo pia nilikuwa sawa. Naelewa vijana na usiku. Mambo zangu zile za kuonja nimechangamka. So tika inaona kuni leo rafiki yangu. Ndio najua navutanga bangi zaidi yangu. Nasema leo ni yake imeshika. Vijana huwa anasema leo imeshika. Inashikanga. Kuna bangi ile inakufanya unacheka. Kuna bangi inafanya unajibu. Kuna bangi inafanya unatunga tu wimbo wewe ndio keyboardist, wewe ndio kila kitu. So hii nikaona ni kama yake leo imepanda. Mimi nazidi kucheka. Kumbe mambo sana. Nashika ndugu yangu. Nikamwambia brother, pole kama basi nakwambia mbaya. Lakini sisi hatutakaa. So hata hiyo muda tumeongea so ameshamsindikiza ndio anarudi. Wacha mimi. So akawa mimi sasa ndio nimeamka chini. Nikamfuata nikamwambia brother, ni shida ni nini? Wewe rafiki yako ananiongelesha aje na tena anaishi na sister yako. In fact hatukuwa tunaishi kwetu saa hiyo. Nilikuwa naishi kaka kwa sister yangu. Tende mnikana. Tangu ndio nimeishi. Si mbali na nyumbani. Ni addition like 100. County ni moja. Nadhani si mbali. Nilipiga tu ni ile kupita constitution. So huyu ndugu yangu akakasirika na kaniambia no, mimi okay, attending hadi leo atakangi about pressure. Mambo na pressure about because of pressure haezi. So akasema sawa nitafanya hivyo. Akaenda lakini kijana na mshauri tena. Akaniambia bwana hiyo kitu imeniingia. Na maana anaweza niambia repeat. Yes. Unajua wamesema distance kama kama. Lakini hiyo hizo vitu zetu ikamshika. Kumfuata sasa nikaona hapo. Unajua unasikia tu nikasikia hapa. Hapo kwao hapo kuna mzee alikuwa. Huyo mzee ni mfanyakazi kwa boma na huyo kijana sasa. So huyo mzee nimesikia akisema na watu wawili kwanza wanaweza kuangaisha juu ya msichana mmoja. Sasa naambia wewe kijana, hata kama umeshasindikiza demu wako baada wewe ukaheshima kwa nyuma yetu. Mimi nikasema najua nikianza vita nitafanya kitu na najua ikinizidi nitaomba ile mahali nitapanga ile kitu nitafanya kwa maana nimeona so nikamwambia no bila mnaenda lakini kwa fuata mpaka wamefikia vitu na mzingira mwingine fimbo hapa na obvious mtu akichapa hapa kwa mkono inalegea so napanga umeinua na nimeinua vile unajua ni mwanaume you want to show mimi pia niko na nataka kuonyesha in fact wika wasapanga alielewa na mimi so na sasa huyu mwingine ni rafiki yangu yeye najua yake ni kulewa
kuweka hizo dawa kuvuta bangi, nikajua are not okay. Labda nini ilifanyika at the end of the day? End of the day, mimi nilikimbia. Yani imagine uoga inashika ujaziri. Hata uoga imenishika, mimi nimekimbia. Kwenda kutoroka ndio ninasikia huko nyuma. Lakini vile niliwacha wakibebana panga, akili kaniambia ni kama hiyo kelele mtu amekata mwingine. But nikakimbia. Nikawazidi nikaenda, lakini ile grupu wote wakatano kwangu. But nikawazidi nikaenda. But so okay, a point of contact. Mali nimeenda kujificha si kwetu. Ni kwa rafiki yangu. Mali Victor pia ameshafanya huko kitendo, pia anakuja. Mimi kwa ile group wakati wameinua panga, mimi nilijaribu, nimekwambia nilikuwa na fimbo. Nilijaribu kuchapa tu watu ovyo ovyo. Lakini nikapata nafasi kwenda. So kujificha kuko kwa rafiki. Victor pia akisha kutana na yule sijui alimkata ama nini, sio bado sikujua habari. Yeye pia akakuja kujificha mahali nimefi. Hiyo ndio point of contact. Mahali sasa tulikutania. So nikajiuliza kwa nini Victor hajaenda kwao? Kwa nini hajakuja mahali na kaanga? So tukafikiria, akaniambia bwana, vile uliniacha usikae hapa. Nimekata nani na nimemkata mbaya. This is Victor telling me. Yeah, lakini anajua angeniambia amekatwa, hiyo sasa juu nilikuwa rafiki yake. Hiyo sasa naweza rudi na mimi vita yangu ni mbaya. Naweza rudi, na sasa naweza rudi bila panga, na naweza rudi na ile. Maana nilijua mahali nitalipa hata kama nyingine na nachukua. That is bunduki sasa. Yeah, hiyo ni bunduki. So mimi tukatoka na Victor pole pole kwa mahindi. Usiku. Au sini saa 10. Umewahi tembea 3 kilomita. Unajua mahali mnaenda ama tu bora mtoroke tu? Bora tutoroke. Huyu jamaa amekatwa ni wa boda. Victor akamfuata. Mimi na Victor tukaenda tukapotea. In fact tulipotea. Tunijua na tuna uoga tuko nayo tusionekane, lakini vitu tutakutana nayo hapa na chochote. So tukaenda na tukafika a distance mbali, tumelichoka. Kwa maana mahali ulianza kutembea saa 10 na ufikie kama inaelekea saa 12. Unajua umetembea kweli. Na siku kimbia juu unatembea hivi ukiangalia kuna uoga, unatoka unajificha. Ukiona kama kitu inakaa kama binadamu unastuka. Maana uoga imenishika na imemshika. Baada hatujajua ni nini imetendeka. But mwishowe tuko na uoga. Mwishowe tukaenda tukajitokezea mahali kuna barabara. Sasa tarmac road. Hapo ndipo tumepanda gari tulitunga uongo. In fact nilikuwa na degree ya uongo. Nilikuwa najua hili ni wina au wasichana, hata nikuje kwa bar nikunywe ni uongo. Nitatunga na utanipea. Nitatunga na yani uongo ile nishika sana. Nikatunga hiyo uongo, nikamwambia mwenye gari, unaona vile tuko hivi, though hakuna damu, hakuna kitu, lakini tuko na matope. Tuko na matope, vitu ya hizi ya matawi vimetuangukia huko msituni. So kambia kuna mahali tulikuwa tunaenda, lakini ndugu yangu alitutuma. Tulikujia jana kwa ndugu yangu. Sasa alitupea pikipiki yake nimpelekea hadi nyumbani. Tumenyang'anywa na wezi. Lakini tumepiga simu haraka. Ndio askari wakakuja, na uzuri kukuja ndugu yangu pia akafika. Wakafika pamoja. So sisi tumepewa hii fare turudi kwa nyumba juu hajafunga hata huko nyumba, ameacha hivyo. Na ni usiku, so tunataka tufike huko tufunge, ndio sasa atatuambia kama tunapanda tunaenda wapi, side ya mali au wezi wanafuatwa. Tukabebwa. Sio kubebwa, tumebebana. Mimi nikaa hapa nibebe Victor. Mimi nikichoka Victor nibebe. And distance tunaenda sasa akili imeanza kufikiria. Unajua hatujajua ni nini imetendeka. Tumeenda hadi mahali sasa unasikianga Kisumu. Unajua Kisumu, mnajuanga kila mjelu ni wa Kisumu. Watu wote huko wanajua ni Kisumu. Kufika Kisumu mahali dada Victor anaishi, ndio tunagundua mbivu na mbichi. Mnapigiwa simu ama? Hapana, tumefika kwa gate, kwa mlango yake. Ni Sunday. Kufika
vile alianza kutukaribisha nikajua something is wrong. Mambo Amos poa, mambo Victor alikuwa anaitwa boss, mambo boss poa. Victor na Amos, vile mnatoshana hivi, mmeua. Kumbe huko nyuma imewaka moto. Na washapiga simu. Huko kwa ndugu, huko mali Victor alikuwa anaishi, nakwambia ni kwa sister yake. Wameenda kwa hiyo nyumba, wameangusha jikoni chini. Wanataka kuharibu hii mlango ya steel. Chief ndio anawazuia. Chief ndio hiyo wanapea chief pressure. Kwa hivyo wale wakaribu mlango wakaingia ili waangalie hata chini ya kitanda mali Victor anajificha. Mambo imekuwa mbaya sasa. Hata imesinda askari. So kufika vile ametuambia, wewe unasafiri aje? Umekuja kwangu, na kukuja kwangu kuna kitu ulikuwa umefanya huko, tuseme ni side ya Naivasha. Na unadhani sikujua, na kumbe nimeshajua. Tuseme kama boyfriend ama mzee wako umefika. Alafu nikwambie, hey, mambo poa, umekuja. Vile unatoshana hivi, umeua. Unajua sasa ukweli shabainika. Utafanya nini? Tukashtuka. Yani kuisha nguvu. Then anatuambia kati yenu mmoja aombe. Najua niliomba kwa sekunde. Baba, tunasema ni asante kwa kutulinda. Amen. Yeah. Hivi labda from there what happened? Je, mlitafutwa, mlishikwa, kuliendaje? Tukakaa kwa huyu dada. Huyu dada akatuambia juu hiyo kitu sijawahi ona kwetu. Na hiyo kitu imenishtua. Nasema hivi, nataka niwapeleke kwa mganga. In fact, I salute also. Akasema, madi ninawapeleka, nyinyi mkubali, bora msaidike. Kwa maana kile umefanya, hata ndugu yangu Victor, sijui ni kutupe, sijui niseme nini, sijui. Na huyu Amos umekuja naye hapa, sasa tutampeleka wapi? Akatupeleka church. Tumebebwa na bike, tumevaa element ili tusionekane. Sababu mnatafuta. Yeah. Kufika church, ndio sasa, unajua vile tulipanda gari hatukuchange. Hivyo tu. Hata wewe ukiona watu wamekuja hapa church, na uangalie uone, kwani huyu mtu kwani alikuwa huko chini ama nini? Yaani utashtuka. But nikaona watu wanatuangalia, tukapata wanahubiri kuhusu upako. Hizo mahubiri sijawahi sikia. Upako, akili haiko church. Sikushikanisha. Chenye nilitoka nayo ni upako. Na hiyo upako sielewi ni nini. Victor pia haelewi. Kidogo huyu akaenda akamwambia pastor ati hao watoto, ndugu yake si alijua Victor. Pastor alijua huyu ni dada ya Victor. Hawa na huyu ndugu yangu na huyu rafiki yake wako hapa, wamepatikana na hii. Unajua pastor alikatisha kuhudumia watu, akaita pastor mwingine akamwambia, endelea mali niko, niita vijana nje. Kwa maana unaweza retain watu hapa na ushtuke bunduki kweli. Ama kitu inaweza fanyika. Hebu mtu ajifiche kwako na ameua. Na umeshajua. Utaogopa sababu unaweza ambiwa pia unawaficha. Hata unaweza piga nduru, hata najua unaweza hama kwa hiyo nyumba. So pastor akatuita nje, ndio tukaombewa toba. Unajua watu wanasemanga tu hii kuomba toba sio uokovu. Kukiri iko na nguvu. Aki kukiri ilitupatia ujasiri. Baada ya kukiri na pastor akatuambia, I salute that my spiritual father, anaitwa Jack. Alituambia kutoka saa hii, Pastor Paul, mkiwa mtaomba, muombe God scatter my enemy. Na vile nimewaombea, kushikwa mtashikwa. Amtaachwa. So nikajua hata imeumana. Though ujasiri kimeingia after maombi. Iliingia kiwango yenye hata sijawahi kuwa na ile ujasiri ya dunia. Victor pia ananiambia, kuna kitu nasikia. Nakwambia, ni nini umeexperience? Akaniambia, hapana. Mimi sasa nasikia hata kama kushikwa tushikwe, niko na ujasiri mahali. But bado Sister Victor kafikiria, akasema watoto ni wadogo, hii kitu kwangu itakuwa aje? Yaani akawa amechanganyikiwa. Ndio sasa akafikiria tuende tujifiche kwa sister ya mamaki. Na huko pia tukaenda na uongo. Tunakwambia bado nimeokoka siku hii, na hiyo siku tena nimetunga uongo. Nataka kusaidika. Jacob na mama yake.
Si walitunga uongo kwa ajili ya kusaidia Jacob. So nikatunga. Kaambia mama, tumekuja huku, tulifukuzwa fee huku kwenu, unajua inakuanga na kibarua. Tumekuwa huku na huyu ni kijana wako ndiye amenielekeza. Karibuni, tukachinjiwa kuku. So hapo ndio tulifuatwa, tukapatikana, walitrace. Nilikuwa na simu. Mimi nilikuwa na simu. Na kumbe line, mimi nilitupa kama wamesa trace. Nilichukua hiyo line nikakata into pieces. Kumbe nang'ang'ana, kumbe ilisa tracewa. Ni kutoka ndio wajatoka wakuje. Nilishikwa na askari 18. CID, I think there were 3. Then the CIO mwenyewe alijileta, ni mama. Walikuja. So wakati tulishikwa ndio tukaletwa kwa cell. Kwa cell ndio tukapigwa picha, tukaulizwa mambo mengi. After cell, najua ni kotini. Kotini ndio tukapelekwa rumande. Kwa rumande sasa ndio tukakuwa rafiki wa rumande. So story hii ya kuambia ya gerezani, dadangu na yule mwenye ananitazama, sikwambii story. Sasa mahali nimefika ndio nimeanza. In fact ndio tumeanza kuongea. Huko yote tulikuwa tuna guess ni story tu ya maisha. Sasa wanakuambia maisha huko. Unajua tuko na Kenya na tuko na State House. Na hiyo State House ni dunia. Na tuko na dunia nyingine inaitwa gerezani. Gerezani. Nyinyi hamjui tu. Watu wa nje hawajui, wanasemanga mimi nipeleke gerezani. Gerezani ni akwota ya jehanamu. So hapa hivi mko convicted, makosa mkaambiwa ni manslaughter. Sija kuambia hiyo. Kotini tulileta sijui ni mshtuko, sijui ni nini. Tuliulizwa, si nimeokoka na najua Mungu na ujasiri iliingia. Amos Otieno, hii na hii ilifanyika tarehe fulani, ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Kumbe hakuna, si rahisi mtu mwenye ako na murder case kuitika. Kwa maana the consequence ato unyongwe ama ufungwe maisha. So nikaona majaji ametoa miwani. Hakuamini. Akaweka chini. Then hawa nini lawyers wote wakasimama, nini hawa nani alikuwa na kesi hawa nini. Sasa ninashangaa, najua mimi kivyangu najua Mungu anatusaidia, ni kama kila mtu ameanza kumbe wanalala kutoka hapo nje before hata tuwekwe pingi utuingie kwa gari ya kurudi cell. Lawyer akatuita, ni nini hiyo, nani akona nyinyi? Tukaambiwa msiwaitika.